nakupenda malaika, malaika. Uwe mke wangu halali wa ndoa, uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha, kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo nakupa ahadi yangu. Nasubiri kama sasa unabeba begani. Baada ya sasa hivi waona Naomi, kama hata nawe tumsikize Naomi. Sasa kwa sababu mtihani umetazamia, utafanya vizuri zaidi. Yaani wewe ufanye zaidi ya Marko sasa. Sikia nao. Naanza. Na wasii watu wote walioko, sogeza maji. Na wasii watu wote walioko hapa. Washuhudia ya kwamba mimi Naomi nakutoa wewe Marko uwe mume wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha, kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo nakupa ahadi yangu. Janja Naomi, kama mkono tu. Baada ya sasa hivi ungebeba kabisa, umejitwalia. Unaona ni mzito. Imbure takuna kwa ngondo kwa hayo mali. Unaosa atira kugonda hangongo. Unasikia Naomi? Sini hata yaani katika afya na katika ugonjwa. Yaani mpaka uweze kubeba. Hiyo siku moja mke wangu alipokuwa anaendelea kuugulia, alikataa kuwa anabebwa na wengine. Ule mwaka nilipata maumivu. Halafu hakuna kumbebea, ni kwenye huku mbele. Ndipo nilikuwa nabeba mke wangu. Nabeba. Yaani nikuzoea katika afya na katika ugonjwa. Sasa leta maji. Basi naomba mshikane mkono hiyo. Mshikane. Mkono wako kushoto, mkono wako kulia. Ikiwasongua wote. Kosha. Sikiliza. Basi sikilizeni vizuri. Basi aliyewaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe, kwa sababu Marko na Naomi wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa, nao wameyashuhudia haya mbele za Mungu na mbele za mkutano huu, na katika mambo haya
wametoa ahadi na kujifunga kila mmoja kwa mwenzake, na wameyatangaza mambo hayo kwa kushikana mikono. Sasa mimi Mchungaji Jeremia Hamisi natangaza kwa mamlaka ya neno la Mungu na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kwamba wamekuwa mume na mke kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Natoa angalizo. Natoa nini? Tukisoma maneno haya, asiwepo mtu wa kuwaingilia hawa. Hata sasa hivi mahali kwa akisema hatuendi kula, tunapitia hapa, tumeandaa chakula Geita, wanaenda shughuli ni zile biyo kwe chama kaya mwamuno. Hata wakisema jamani tutakula jioni, ngoja tukapumzike kwanza guest kidogo, mnawaacha wanaenda. Na nyinyi washenga mkiona wameenda guest na ninyi mnaenda guest ya kwenu. Wewe ni baba. Haya baba ulisi azika gani? Yaani ukiona wao wameenda kwenye kachumba na wewe unatafuta kachumba, usiwafuate hata kama mavazi yanafanana. Na hata waninyi watu wa hapa mikoroshoni, hata mkienda kwenye sherehe msiwaingilie hawa kuwafanya kwamba wasikamilishe swala lao la kwenda. Bibi harusi akabebwa akaingizwa ndani, haondoki. Wasindikizaji wa bwana harusi leo wakabebwa, alafu niwekwa mbalimbali agatoji. Najua nimekosea, wangepigia magoti kamoja iliwe banane. Ila sasa kwa vile ameshapiga magoti niziwasumbua kusimama. Jamani, wengine mtafumba macho, mimi nitapiga magoti na hawa wapendwa tunapoenda kuomba. Na wapiga picha, hatupige picha za kwenye maombi. Unanizigia? Ubaji na Mwokozi wetu, Mfalme wa milele, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye upendo, tunashukuru sana kwa ajili ya kijana Maliko, kwa ajili ya binti Naomi uliowalinda katika maisha yao tangu walipozaliwa na wazazi, na hadi siku ya leo wameudhihirishia umma ya kwamba wamekubaliana, wamepatana ya kwamba waishi kama mume na mke, na huo ndio uhalisia. Ninaomba ukawaunganishe kihalisi katika akili zao, kawaambatanishe katika mioyo yao, waambatanishe katika miili yao. Kila wazo, neno na tendo watakalofanya katika maisha yao, Naomi na Maliko, mambo yote yajaye furaha, mambo yote yajaye amani. Ndoa yao ikapata kuwa kivutio katika jamii. Ndoa hii ikapata kuwa kivutio katika kanisa. Wanandoa hao wakapata kuwa msaada katika koo zote mbili. Upande wa Naomi wakabarikiwe kupitia muunganiko wa leo. Upande wa Maliko wakabarikiwe kupitia ndoa hii ambayo Naomi atakuwa msaada katika ukoo huo. Ninawaombea mibaraka. Ikiwa watafanya kazi za kutafuta mahitaji lazima, naomba ukabariki kazi zao, biashara, kilimo na kazi zingine ukazibariki Mungu. Ikiwa watakuwa na mawazo ya kupata mtoto duniani, kwa sababu huo ndio mbaraka pia wa wanandoa, tumbo la Naomi likafunguliwe na kwamba wakapata. Sababu vijana wetu hawa sasa wamekuwa mume na mke, na kwa hivyo kama ambavyo mchungaji ameelekeza hapa, haya mambo yazingatiwe. Sasa hatua inayofuata wanakwenda kusaini shahada zao za ndoa. Ndoa hii imeunganishwa kwa mamlaka, kwa kibali cha wazazi
kibali cha kanisa la Waadventista wa Sabato, kibali cha mchungaji ambaye amepewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba anawaunganisha. Yeye ni msajili wa ndoa, na kwa hivyo Bwana awabariki. Lakini kibali chao wenyewe sasa wanapokwenda kusaini vyeti vya ndoa ni kuthibitisha kwamba sasa ndoa hii ni halali. Jioni sasa, achia mkono mnapokuja. Sasa utasaini, chukua hii peni hapa, saini hapa. Ukandamize sana maana kuna carbon hapo chini hapa. Asante. Naomba na wewe chukua, utasaini hapa. Na utasaini na hapa. Sasa wewe ndio rafiki ukusainia hapa. Mshike mke wako. Huyu amekuwa mke wako sasa. Mshikane mikono, sogeeni kidogo wakati mnashuhudia wanasaini. Leo mama na wewe saini. Wewe Joyce. Wewe ni nani? Esther. Esther tusaidie hapa. Sasa mgeuke sasa, mgeuke Shusha taratibu keki, ndio ruhusu sinama kuna kumbukumbu ya picha. Wow, taratibu kata keki. Tunashusha taratibu jamani. Wakati huo sasa tujiandae wakina mama Kalopondo, makofi na vigelegele yanatosha sana kwa siku leo. Jamani Kalopondo Wagikulo, makofi mengi ya kutosha.
Basha. Asante. Haya, asante DJ. Wakati wa sasa tuandalie keki kwa wepesi. Keki ya kutosha. Tumebarikiwa kupata na diwani ametokea Isababuna. Kwa hiyo nitashangaa sana kama tutakuwa tunapeleka mambo kama watu. Hebu jameni, kila mtu amwangalie bwana harusi na bibi harusi. Yaani bwana harusi. Mwangalie kabisa kwa umakini. Kuna mmoja nitamwita nimuulize swali hapa. Kwa hiyo endapo akina mama vigelegele basi. Yaani wewe kama ndio yeye. Kutuweka pamoja, tuje tuishi pamoja. Uko single? Hapana, tunataka tujue yuko wapi. Studio. Naona sasa mambo yanaenda kuanza. Mambo menyewe yanaenda kuanza. Sasa nataka nione tu bwana harusi na bibi harusi. Wengine hata mkisimama pale mlipo. Nakuomba kiongozi mkuu wa msafara hapo kidogo, dada yangu, wapishi kidogo tu. Wapishi kidogo tu. Sogea tu huko, sogea huko nikusudi sio kingi kule watu. Alafu na aka katoto kidogo kasogee pembeni. Alafu sasa mambo ndio yanaenda kuanza. DJ hebu achia muziki, sogea. Sasa twende kasi. Kipenzi cha roho yangu ndio huyu hapa leo, na mtambulisha kwenu. DJ studio. Bwana harusi relax kabisa, sio na wasiwasi, sio na pressure, yaani jisikie. Studio. Haya, asante. Naomba sasa mgeuke kidogo muangalie kwa ndugu, jamaa, majirani, wapendwa, wote waliohudhuria katika sherehe yetu, katika sherehe yenu. Hebu mgeuke muangalie kwa kidogo. Waangalieni. Jamani, huzuni. Kwa hiyo akina mama tunahitaji vigelegele kwa wingi. Hebu piga vigelegele akina mama. Asante sana. Ndio muda mwafaka sasa, tunaenda kumwangalia bibi harusi. Tumuone alivyo. Je, ni chombo kweli au bwana Michael? Hapa ndo penyewe sasa. Naomba harusi mgeukie vizuri bwana harusi. Mgeukie tu vizuri. Mgeukie vizuri. Maana sasa ni tukio jingine linaenda kufanyika. Hebu nenda ukamfungue. Umfunulie kidogo, tumwangalie kwanza, umwangalie kama ndo yeye. Kuna kubadilishiwa njiani, unaletewa mwingine, na wewe unakuwa unatembea tu unanyatia na unaenda kukaa kwenye vitu, unajua kwamba ni ndo mwenyewe, kumbe sio mwenyewe. Hebu sogea mdogo kabisa, sogea mdogo. Alafu baada ya hapo sasa, hebu anza kumfunua, umwangalie. Fungua tu taratibu, fungue. Safi kabisa, kina mama vigelegele. Inapendeza. Bado tulia. Kusudi wengine waone wevu. Asante sana. Mambo yako gudi. Kina mama mnaniangusha. Basi asante. DJ wape muziki, wasogee kwenye viti, wakae viti. Haya ni safari ndefu sana waliokuwa nayo. Akina mama vigelegele basi.
Wakati wao tuwapange vizuri. Tuwasaidie kuwapanga vizuri. Tulasimi. Kwa hiyo basi kwa heshima na tazima kabisa nipende kuwaruhusu wakae, maana walikuwa na safari ndefu. Ni safari ndefu kuanzia kule Geita, wamekuwa wakitembea. Safari yawezekana wakati mwingine wamechoka. Sasa ni waperuhusu wakae wapumzike, tuanze ratiba yetu ya mchana wa leo. Studio. Asanteni sana wageni waalikwa wote mliohudhuria hapa kwenye hii sherehe. Ndugu zangu ni wote mlioko hapa, mimi nimesimama hapa kama mwenyekiti wa sherehe. Nimesimama kufungua hii sherehe. Sitaifungua bure bure bila kutoa maombi. Nitamkaribisha, kuna katekista wa kanisa la Roman Katoliki aje atufungulie. Baada hapo kuna mzee wa kanisa hapa atatoa maombi. Kwa hiyo niombe viongozi wapite mbele watufungulie sherehe yetu. Viongozi hao karibuni. Tunaanza na katekista wa kanisa Katoliki, tunaingia na anayefuata ni mzee wa kanisa. Takatifu sasa na siku zote na milele. Amina. Tukuze Baba na Mwana Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Atukuze Baba na Mwana Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa. Tuombe. Asante Mungu Mwenyezi kwa neema na baraka zako. Tazama tuko hapa kwa ajili ya mapenzi yako. Mungu wa Mwenyezi, onyesha upendo na neema na baraka zako ili tuweze kujitoa katika sherehe hii ambao tunakamilisha hitimisha sakramenti takatifu iliyofanyika. Ni kwa sababu ya ndugu yetu Martin kwa kupata mwenzi wa maisha Naomi, mwenzi wa maisha ambaye anaitwa Naomi John. Ni jambo la kushukuru sana. Ndoa ya mke mmoja ilianzishwa na Mungu wa mbinguni. Pale Mungu tu ukisoma pale Mwanzo 2 utapata maneno ya Mungu pale tu alipoumba. Kwa hiyo ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe alipomuumba Adamu na Hawa akawabariki. Yaani ukisoma zile habari za katika neno la Mungu. Kwa hiyo hii ndoa ya mke mmoja imebarikiwa na Mungu wa mbinguni. Lakini habari ya ndoa ya wake wawili ilianzia kwa Lameki, ambayo sasa huo sio mpango wa Mungu. Basi vijana ambao mlioko hapa, napenda kuwahamasisha ya kwamba na waomba muweze kugunga mpaka wakati pale mtakapoenda kupata uwenzi wenu. Maana ya kugunga ina maana ni kusubiri mpaka wakati wa ndoa. Mnasemaje? Lakini pia na wengine ambao tuliomo kwenye ndoa, tunapoona hii hali, ina maana na ndoa zetu tuweze kuzipalilia ili ziwe katika hali ya utukufu. Mnasemaje? Muda ni mchache, tungeongea lakini basi nitawakaribisha wote ili tupate ombi. Tuombe. Asante Mungu. Sherehe safi. Sherehe safi. Hebu punga mkono kwanza kidogo. Punga mkono kabisa. Kule nyuma bado sijaona wazee wangu. Punga mkono tupungiane. Hii ni ishara ya salamu jamani. Yaani hata kama tulikuwa tunasalimiana hapa ndo tunasalimiana hivi. Usishangae kukuambia kwamba punga mkono. Kwa maana hapo sasa tunasalimiana. Haya, asante. Sasa baada ya kufunguliwa moja kwa moja sherehe yetu, nipende kualika kwaya ya Waadventista wa Sabato
ya Waadventista wa Sabato kutoka Butinzya. Mtuletee wimbo mmoja, na baada ya wimbo mmoja nitakuja kwenu kusoma ratiba yetu tutakayotembea nayo katika siku ya leo. ndugu jamaa na marafiki, mabibi na mabwana, wazee wa Nzengo, kina mama wa Nzengo, kanisa la RCC Mabuna,
washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, pamoja na marafiki zangu wote, wazazi wangu, kaka zangu, dada zangu, mashemezi zangu, ninawasalimu kwa jina la Yesu. Basi MC, nashukuru kwa ajili ya nafasi hii ya upendeleo. Basi umenipa jukumu la kutambulisha ndugu zangu pamoja na watu wote ambao kwa neema za Mwenyezi Mungu ameruhusu wakanyanyua nyayo zao kufika katika familia hii na katika viunga hivi ili kuja kujumuika pamoja kwenye hii furaha ambayo kiufupi siwezi nikaelezea sana. Basi sitaki kupoteza muda sana. Naomba nianze kama ifuatavyo. Naomba nianze na mama yangu mzazi. Mama yangu mzazi anaitwa Leokadia Mkandia. Ninakusii usimame utupungie mkono. Bwana awabariki sana. Na kujua ulikonitoa. Basi naomba nimtambulishe baba yangu Doto Masanyiwa, baba yangu mdogo. Basi naomba nimtambulishe kaka yangu mkubwa John Martin Kanyenyeki, na kuomba usimame utupungie mkono. Naomba nimtambulishe kaka yangu mwingine mkubwa, maana mimi ni mdogo, wote ni wakubwa. Nitakuwa naenda hatua kwa hatua kulingana jinsi tulivyozaliwa. Sisi ni wengi. Basi ninakuomba Steven, popote pale ulipo, usimame uwapungie mkono. Naendelea na utambulisho. Nina kaka yangu mwingine mkubwa aliyeko hapa, anaitwa Musa Martin Kanyenyeki. Basi kaka yangu mwingine mkubwa aliyeko hapa anaitwa Zawadi naye. Naendelea na utambulisho. Naomba ni mahali hapa. Naomba usimame kama unajitambua. Bwana akubariki sana. Lakini pia naendelea na utambulisho wa shemeji zangu kwa aliyehudhuria mahali hapa. Naomba usimame, ni mke wa Musa Martin Kanyenyeki. Yule aliyeanzia ni mke wa Thomas. Naomba usimame wapungie mkono, nilikuwa sijasema mume wako. Bwana akubariki sana. Basi naendelea na Bwana awabariki sana. Pia naomba nimtambulishe marafiki zangu. Naomba nimtambulishe rafiki yangu mkubwa kabisa. Wote ni wakubwa, lakini katika upande huo, maana urafiki huko katika tabaka nyingi. Mnaweza mkawa na urafiki wa shuleni, urafiki wa mitaani, urafiki katika kazi, urafiki katika mambo mengine. Katika hiyo nyanja, naomba nimtambulishe ambaye ni rafiki yangu mkubwa katika sehemu hiyo, ambayo sitaki kuitaja, Gerald Joseph Dionizi Makolo. Bwana akubariki sana. Lakini pia naomba nimtambulishe rafiki yangu mwingine mkubwa kabisa, Meshaki. Bwana Francis Maduhu, naomba usimame wapungie mkono. Baada ya huyo, naomba nitumie pia fursa hii kumtambulisha rafiki yangu mwingine, Emmanuel Juma. Naomba usimame uwapungie mkono. Baada ya Emmanuel Juma alikuwa ametoka, naomba pia nimtambulishe rafiki yangu mwingine, Bwana Isa Kamatiasi. Naomba usimame uwapungie mkono. Lakini pia naomba nimtambulishe rafiki yangu mwingine, rafiki yangu kipenzi wa karibu sana, Bwana Gideon Asamsa. Naomba usimame uwapungie mkono. Naendelea na utambulisho wa marafiki na kuomba Doto Hoja, popote ulipo, unajua tulikotoka, simama wapungie mkono. Bwana akubariki sana. Lakini pia naomba nimtambulishe shemeji yangu wa pekee
namaanisha wa pekee, kwa sababu ameoa dada yangu wa pekee ambaye tumetoka tumbo moja, yeye mmoja, sisi tukatoka 6 wanaume. Naomba usimame wapungie mkono. Anaitwa Lucas Lee. Naendelea na utambulisho wa marafiki. Petro Nila Ngilishi, popote pale ulipo, wapungie mkono. Lakini pia Hoja Mchele, popote pale ulipo, rafiki yangu wa karibu sana, naomba wapungie mkono. Rafiki yangu wa karibu mwingine Bunane Nchimani, popote pale ulipo, wapungie mkono. Lakini pia ninao naye rafiki mwingine anaitwa Maisha Messenger. Naomba usiwe wapungie mkono. Bwana akubariki sana. Baada ya huyo namleta kwenu Bwana Ntagala Masaga, rafiki yangu wa karibu sana. Bwana akubariki sana. Lakini baada ya hapo ninao marafiki wengi, tutakesha. Ninaomba vijana wote wa kanisa, ni marafiki zangu wa karibu sana. Kwa sababu ya muda, nawaomba msimame tupungie mkono. Lakini pia naomba nitambue kundi la vijana wa Nzengo, marafiki zangu wakubwa sana. Karibuni sana, mtupungie mkono. Lakini pia fursa nyingine na watambulisha wana show. Karibuni mtupungie mkono. Hii. Lakini pia naendelea na utambulisho. Huko nyuma namwona rafiki yangu wa kike anaitwa Eliza Mauridi, tupungie mkono. Bwana akubariki sana. Naendelea na utambulisho. Naomba nitambue uwepo wa kina mama toka kanisa la RC Isemabuna. Simameni muwapungie mkono. Bwana awabariki sana. Naomba nitambue uwepo wa akina mama toka kanisa la Waadventista wa Sabato Utinzi na Isemabuna kwa ujumla, wakiongozwa na mama Leticia Kasomelo. Simameni mtupungie mkono. Lakini pia naomba nimtambulishe dada yangu mpendwa Esther Petro, wapungie mkono. Lakini pia kuna mama yangu mmoja huwa namuita mama. Sijataka kuuliza jina anaitwa nani. Najua ni mama. Simama. Bwana akubariki sana. Basi ndugu wapenzi, mabibi na mabwana, nimalizie utambulisho kwa mtu mmoja, baadaye na hama na kuja huku meza kuu. Naomba nimlete kwenu mzee Josia Joseph Busia. Simama mzee, uwapungie mkono. Lakini bila kusahau rafiki yangu Jele. Lakini MC ni wewe lazi, naomba niendelee kidogo. Ninapoinua macho naona watu wengine. Mama Sabina Peter, naomba usimame uwapungie mkono. Lakini pia naomba nimtambulishe babu yangu wa pekee, mzee Masaga Lwenyileja. Simama utupungie mkono. Pia naomba nimtambulishe kaka yangu mwingine Masanja Mwaya, popote pale ulipo. Bwana akubariki sana. Nimalizie huko na mzee wangu mpendwa, mzee wangu kipenzi, rafiki yangu, lakini ni mzee na ni mtu ambaye namuelewa sana, mzee Kazimiri Karatasi. Naomba usimame utupungie mkono. Basi wapenzi katika Kristo, ninawashukuru kwa utambulisho. Sote kwa pamoja niliowatambulisha. Na Yesu asifiwe. Anaitwa Lucia John Lushonisha. Ninaye binti yangu anaitwa Asinta Thomas. Naomba usimame uwapungie mkono. Jamani, samahani kidogo kwa kuwakatiza utambulisho. Naomba wanakamati wote tuingie pale. Wanakamati wote wa kina mama tuende pale. Kuna jambo la muhimu. Asanteni sana. Basi tunaendelea.
naomba nimlete kwenu rafiki yangu mpendwa, rafiki yangu wa karibu sana, Bwana Meshaki Emmanuel Misomado. Simama kwa heshima wapungie mkono wana sherehe wote. Bwana akubariki sana. Lakini pia naomba nimlete kwenu shemeji yangu mpendwa Esther Petro. Naomba usimame utupungie mkono. Meza kuu naelekea kumalizia. Naomba nimlete kwenu MC rafiki yangu Bwana Andrea Ajuai Asamsa. Simama wapungie mkono. Naomba nijitambulishe mimi jina langu, afu naenda kumalizia utambulisho wa mwisho kabisa, na ni utambulisho maalum, na ni utambulisho ambao umenifanya kukaa hapa. Usingekuwa huo utambulisho, nilikuwa sina sifa ya kukaa huku mbele, na ndio maana leo nimekuwa na kihelehele na kiburi cha kujongea kuja huku mbele. Ni kwa sababu ya huu utambulisho ambao naenda kuutambulisha sasa hivi. Mnasemaje? Nimalizie nisimalizie? Basi mimi kwa majina ninaitwa Mariko Martini Kanyenyeki. Sijakosea, naitwa hivyo. Lakini sasa hivi naenda kumtambulisha rasmi. Ndio rafiki yangu wa karibu sana, ambaye katikati ya marafiki zangu wengi katika siku ya leo au katika siku zilizopita niliamua kutengeneza muunganiko awe rafiki yangu wa karibu sana kuwakilisha marafiki zangu wengine, naye si mwingine ni mke wangu ambaye anaitwa Naomi John. Simama uwapungie mkono. Nasemaje? Basi kwa mantiki hiyo naomba niishie hapo. Bwana awabariki sana. MC karibu. Akina naona watu wanajikita upande mmoja, yaani kuna chombo kimoja hakina hata 100. Sasa hapa ndio inashangaza vipi Sasa hebu nijaribu kumbadilisha kwanza, wewe aliyeko mwisho aje huku. Mama, hebu sogea huku kwanza, njoo huku, njoo tu huku. Asante jamani, hapa nikiwa na maana yangu, na yeye ametambulishwa ni mzazi. Kwa hiyo labda bwana harusi, lakini na imani kabisa ametambulishwa ni mzazi. Tutashangaa sana Hebu nije twende kasi. Wakati wa keki ikiwa inaandaliwa, unaendelea na salamu kwa wazazi. Unaendelea na salamu kwa wazazi.
Wakati wa keki mkiwa mnasogea, wakati wa keki mkiwa mnasogea, yani hapa ni mambo moto moto, ni spini juu ya spini, mambo ni moto moto, spini juu ya spini, keki mkiwa mnasogea. Wakati wa keki mkiwa mnasogea. Salamu kwa wazazi, ikizidi kupanda moto. Salamu kwa wazazi. Baada tunaendelea na salamu kwa wazazi. Jamani, keki kama mnanisikia, wakati wa kusogea karibu, wale wa keki sogeni karibu. Jamani, tunamalizia salamu kwa wazazi. Tunamalizia salamu kwa wazazi. Twende kazi. Asante. Kiko chilulu. Nakana kono kodo. Obeje. Dije. Twende kazi. Wakati huo sasa, bwana harusi pamoja na jopo lako msimame kwa ajili ya kuipokea keki. Hapa tulipokaa tuweka Mungu, tusingefika hapa bila yeye. Nani wa kupinga Mungu akipanga? Hakuna mwingine kama Mungu. Wakati napokelewa. Hebu wanyamaji sasa, tuachie mjapo wapige kidogo, watu wapokee keki. Wenye keki sogeni, wenye keki sogeni. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu. Bwana harusi ni sasa unaenda kuipokea keki pamoja na bibi harusi. Naomba hivi sasa mpokee keki, kisha muiweke hapo mezani. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Naomba baada ya kuipokea keki sasa, naomba matron tuwasaidie kuziweka mezani. Tuwasaidie tu kidogo. Hapa tulipokaa tuweka Mungu. Jamani, mabibi na mabwana, kilichopo mbele yetu sasa ni keki yenyewe. Na tukio lililopo mbele yetu sasa ni tukio la keki. Kwa hiyo ndio tunaenda kusherehekea keki sasa. Najua kila mtu anatamani tufungue na nyingine. Asante sana. Inapendeza.
Vigelegele kwa kina mama. Vigelegele kwa kina mama. Kwanza nilisema ya kwamba kina mama, kwamba sisi ndio tutakayoifanya sherehe ipoe. Yaani tutakuwa tumepoa sana. Baada ya zoezi la kuifungua keki, sasa bwana harusi na bi harusi, kisha tuwakabidhi kisu na zoezi la kuikata keki iendelee. Jamani, wakati wote tukiwa tumejiandaa kwa ajili ya keki. Hii keki ni kwa ajili ya wote. Kila mtu atatoka amekula keki. Sasa hata kama hujawahi kuila keki, leo ndio utakula keki. Ndio utaona utamu wa keki na ladha ya keki. Naomba wakabidhi kisu. Naomba wakabidhi kisu. Wakabidhi kisu, washike kisu. Washike kwa pamoja. Baada ya kushika kisu kwa pamoja, naomba angalia sana. Naomba mnyanyue kidogo juu kidogo kisu. Hapo hapo. Nitahesabu 1 hadi 3. Ile ya 3 ndo mtakuwa mnaikata keki. Kwa hiyo tuende step by step. Tuanza 1, shusha kisu. Shusha kisu. 2, shusha kisu. Haya, 3, keki inaenda kukatwa. Vigelegele kwa kina mama. Vigelegele na shangwe. Hii ni ishara ya ushirikiano. Hii ni ishara ya ushirikiano. Kwa hiyo ukiona wameshika kisu hivi, ni ishara ya ushirikiano. Naomba sasa tusaidie kwa ajili ya kuikatakata keki. Katakata keki vipande. Asante. Unaweza mkakaa. Yaani hivyo vitu vilivyo hivyo mkae. Ila bwana harusi kidogo umekirudisha nyuma. Naomba jamani, tunaenda kushuhudia wanalishana keki. Bwana harusi na bibi harusi wanalishana keki. Asante sana matroni. Asante sana kwa zoezi hilo. Naomba tuwasogezee keki. Tuwasogezee keki. Naomba bwana harusi angalia kipande ambacho una imani kabisa hiki nikikichukua kitakuwa kinafaa kwa bi harusi. Naomba angalia kipande kizuri kabisa ukichukua. Sasa kama unataka uangalie la kumkomoa leo, sasa ndo tutaona upendo wake kwa mke wako. Asante bibi harusi, naomba angalia kipisi ambacho unaona kinafaa kabisa kupita kwenye koo la bwana harusi. Unaweza ukachukua hata likubwa kabisa, maana yeye ni mwanaume. Asante. Asante, unaweza ukasimama matron. Naomba mtazamane kwanza usoni. Bibi harusi usiogope. Mtazame bwana harusi usoni. Mtazame tu kabisa kwa umakini. Yaani mtazame kabisa, huyo ni wako. Vigelegele kwa kina mama basi. Haya. Kila mtu atumie mkono wa kushoto kumshika mwenzake begani. Kila mtu atumie mkono wa kushoto kumshika mwenzake begani. Hebu kila mtu amwambie mwenzake nakupenda sana. Sijasikia. Hebu kila mtu amwambie, yani bi harusi mwambie mtu wako kwamba nakupenda sana, alafu na wewe bwana harusi mwambie bi harusi kwamba nakupenda sana. Hebu twende kazi. Vigelegele kwa kina mama. Mambo ndio hayo. Sasa zoezi la kulishana keki linaenda kufanyika kama ifuatavyo. Nitakuwa na hesabu 1, 2, 3. Ile ya 5 utakuwa umefikisha keki kwenye mdomo wa bwana harusi, mdomo wa bibi harusi. Haya, kila mtu anyanyue keki. 1, 2, 3, 4. Stop. Inapendeza ipendezi. Inapendeza ipendezi. Haya, tunaenda ile ya 5. Vigelegele akina mama. Safi kabisa. Safi kabisa. Huu ndo upendo. Nadhani upendo huaga ukoje? Hapa ndo upendo ndo wenyewe sasa. Basi asante sana, niwashukuru sana.
Hebu mnaweza mkasimama tu kidogo, simameni kidogo, msimame tu maharusi wetu wa siku ya leo, tuwasaidie tu na kuvitoa hivi vitu. Hebu sasa kila mtu amkumbatie mwenzake kwa kumpa mkono wa hongera kwanza. Kumbatieni kwanza kidogo, mkumbatiane. Hii ni hadharani, vigelegele kwa kina mama. Asante sana, maana hao wameshakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo kila kitu wanatakiwa wawe wanashirikiana. Basi studio wanaomba waupe mziki, warudi wakae wapumzike, maana zoezi zima wameshalimaliza. Kisha uniletee washenga wao. Keki mbona mnaogopana? Hebu sogea tu hapo mbele. Wala msiogope. Mr. Misomado. Angalia tu kipande kizuri na Mrs. Misomado, angalia na wewe kipande kizuri ambacho unaweza kukamilisha vizuri bwana yako. Sasa nyinyi ni wakongwe, mtajua mnalishana kwa staili gani. Hiyo nawaachia nyinyi. Haya, zoezi naomba lianze kufanyika. Sijui mtalishana kwa mfumo gani, maana nyinyi ni wakongwe. Studio, naomba kidogo, naomba nisiwanyime amani. Hebu kila mmoja tu amshike mwenzake begani. Sasa hebu tukae upande kidogo, yaani kama umeangalia huko kidogo tu, umeangalia huko, ili kusudi kila mtu aangalie mnavyolishana keki. Haya, twende zoezi 1 2 3, twende. Vigelegele kwao. Asante sana. Hao ni wako. Haya, tunatembea taratibu kupeleka keki ukweni. Tunaenda kukabidhi, yaani tunaenda kutenga ukiwa na maana hiyo. Utadanganya kusema wengine wawazi. Ukweli ni kwamba wanaume mmeumbwa vichwa wazi. Mpaka nakosa majibu. Wakati huo wazazi tusimame tupokee keki. Niwaombe wazazi tusimame tu taratibu, kisha tupokee keki. Tunaenda kupokea keki taratibu, anaenda kukabidhi keki kwa wazazi. Naomba mpokee sasa. Taratibu mpokee. Haya, hilo ni goti la heshima, kuonyesha heshima kwa wazazi, na imani kabisa ni heshima ya kutosha aliyoionyesha bibi harusi kwa wazazi. Asante sana. Baada ya kukabidhi keki tunaweza tukarudi, tunaenda zoezi. Asante sana, ndo keki inakabidhiwa. Bwana harusi anakabidhi keki ukweni. Asante sana. Naona tukio linachukuliwa. Asante. Basi naomba pokea vizuri, kisha bwana harusi na mshenga wake warudi. Naweza mkarudi sasa. Naweza mkarudi. Basi Nihesabie hapo. Nihesabie. Huyo ni wa Insta mnyama. Huyo mtoto wa picha. Huyo ni wa Insta mnyama.
wa kwanza atakuwa wa mwisho. Wa kwanza atakuwa wa mwisho. Studio. Nataka tusomee matokeo. Shilingi ngapi? 20,400. Piga vigelegele. 25. 26. Simba sasa na 26. Simba wana 26. Simba wana 26. Studio. Tunasikia matokeo kwa wananchi. Tusikilize matokeo kwa wananchi. Hey. Tunaenda kukabidhi wana kombe. Na mwana bwana Yoeli hapa yupo tayari kwa ajili ya kupokea kombe. Wewe unaangalia hey, anaitwa tajiri kijana. Tuliza kamera. Hivyo. Haya. Naomba matroni ukabidhi twende na utaratibu mwingine. Naomba ukabidhi kombe. Wewe, kabidhi kwanza. Asitoke. Asante. Naona wana Simba wamejiridhisha. Wamejiridhisha. Tunaenda kukabidhi kombe. Asante. Jameni, tunaenda kukabidhi kombe, tunapata utaratibu mwingine. Naomba usogeze kombe. Naomba usogeze kombe, ukabidhi kombe. Wananchi wakaenjoy huko wanapojua. Wana Simba wanasema bado. Hey. Wana Simba wanasema bado. Wana Simba wanasema bado. Wana Simba wanasema bado. Wana Simba wanasema bado. Studio. Sikiliza, tusikilizane sasa. Tusikilizane. Wananchi tusikilizane. Ni kwamba wananchi wana shilingi 40,000 na ngapi? 43. Asante. Wana Simba wana shilingi ngapi? 26,200. Hiyo ndo hesabu kamili. Sasa wana Simba wanasema bado. Wana Simba bado. Wanasema watatetea kombe. Twende kazi wana Simba. Studio. Tusikilizane sasa. Tusikilizane kidogo. Wananchi! Tusikilizane sasa. Tusikilizane. Naomba wananchi msogee pembeni. Wananchi naomba tusogee pembeni kidogo. Anaupiga mwingi nyama ni mwingi Wanna
heshima. Una haki ya kumshona mmoja kati ya hao walioko huko. Kusudi tu akujibu majibu yako. Tusogee wanakamati, tusogee. Studio, asante. Basi mwenyekiti wa kamati, karibu kwa ajili ya kuwasilisha zawadi zenu ambazo mmeandaa. Karibuni. Sherehe safi. Sherehe safi. Bibi harusi na bwana harusi safi. Asanteni sana. Hii mnayoiona mbele yenu ni kamati iliyoandaa sherehe hii. Ina maana kwa sasa hivi tumekuja hapa kutoa zawadi. Sasa mimi nitatoa zawadi kama atavyo. Sawa, mimi nitafungua ukumbi. Nafungua ukumbi kama mwenyekiti wa kamati hii ya sherehe, ila baada ya hapo nitamkaribisha mhasibu wangu. Asanteni sana. Basi baada ya kutoa ya shilingi 10,000 nitamkaribisha mhasibu wangu kusudi tuanze ratiba. Naomba nimpe MC Mike. Haya, wana 10,000 ya kwanza. 10 ya kwanza hiyo. Moja hiyo, twende. 10 ya kwanza, 10 ya pili. Weka mziki, tuendelee. Twende kazi. 10 ya tatu. 10 ya tatu hiyo. Twende kazi. 10 ya nne. 10 ya nne hiyo. 10 ya tano. 10 ya tano hiyo. 10 ya tano. 10 ya sita. Twende kazi. Kandaka hakati. 10 ya saba hiyo. Tembea. 10 ya nane. 10 ya tisa. Vigagae kwao. Lakini studio. Hapa naona kama shilingi 90,000. Alafu naona jeshi kubwa sana. Mmemaliza? Sija kuitia kwenye maiki. Nauliza mmemaliza? Bado. Hebu jihesabuni kwanza, mpo wangapi? Alafu mpige hesabu. Mwigawe kwa hao mlioko hapa. Ni shilingi ngapi? Sasa hebu tuangaliane sasa. Hivi hamjui kwamba kuna wakati mwingine kuna mambo ambayo tunaweza tukaenda kinyume tu kidogo. Hebu tupige kidogo. Studio hapa muziki. Bado. Hatujalizika kwenye hili hapa. Ondosha. Twende. Haya, studio. Sija kuitia kwenye maiki. Naomba hiyo ni 90,000. Hebu tunaomba tukamilishe angalau 100,000. 100,000. Asante. 100,000 hiyo. 100,000. Lakini studio, tunaomba tuwasalimie. Hebu kila mtu adondoshe tu hata 1,000 ya kupita na wasalimia na bwana harusi wetu. Tunajua tumetoka mbali. Tupige tunawasalimia. Tunadondosha kila mtu 1,000. Tunaenda tunawasalimia, tunafuata majukumu mengine. Studio, leta muziki hapo, wasalimie watu. Leta muziki hapo studio. Twende kazi. Haya, 2,000 ya kwanza hiyo. Anasindikiza wanakamati. 2,000 nasema 1,000 kwa ajili ya kusalimia. 1,000 kwa ajili ya kusalimia. Mwenyekiti. 1,000 kwa ajili ya kusalimia. 1,000. Wale walitonja wale pamoja na winga wenda leo. Wenda kana mwine taji kwa kuandija kulingane hali ya tunayo. Wena walitanwa maliko malitini. Naleta kwa anigeshe. Tutenigesha nabo. Tigesha ke tira wana kupandia beke wa humulaga
wabaye uri cyiza cya safari wasimiza mpara wasange wawe kampara sawa sawa kabisa uyo nandia egena renda halaga de bakala yandia mai uko ukimere ruyudo tira mai mamai wati tira mara kukawara kampara wasanji bari mara wasimiza mara sawa sawa la shida mai uko tira mai mamai ulichiza wasimiza mara wale kampara santa na uli mzee wangu tira wa ulichiza mara wadindia wasimiza mara wale kawasanji mara mai huko tira mai ulichiza mai mara mai wasimiza mara Zila zawadi linaendelea. Anasema 10,000 ya kwanza hiyo kwa watoto. 10,000 ya pili. 10,000 ya pili, 10,000 ya tatu hiyo. 10,000 ya tatu, 10,000 ya nne. 10,000 ya nne hiyo. Anasema bado anachungulia. Mambo bado. 10,000 ya nne. 10,000 ya tano, vigelegele kwa mzee kwanza. Studio mpe mziki kidogo. Mpe mziki kidogo wakati anaenda kumalizia zawadi. Hebu weka mziki kidogo kidogo. 2,000, 1,000, 2,000, 55,000 kwa mzee. Vigelegele kwake. Vigelegele kwake. 50,000. Mzee bado unatamani ya kusalimia. Tunaomba kidogo tu ya kuwasalimia maana tayari nimeshawasalimia. Ndondocha tu ya kuwasalimia. Angalia tu koti la mzee alikosi huko. Alikosi chao. Anatoa ya kusalimia shilingi 2,000 ya kwanza. 2,000 ya kwanza. 2,000 ya pili. Kabisa basi hiyo 5,000. Malizia tu hata kutoka 1,000. Malizia tu kwanza hapa. Malizia tu ndio niko. Tumalizie tu wako 1,000. Naomba tu kamalizie. Ijana afunya ja kwandija maisha abana bane. Nege kono nene na mhala ka woni rola. Takala jana rego kwa mayira bana ukayoni ja koli muchuko takoda. Eko visa kinedi. Lebusi. Awo koni twaro webege atukona zengire mbukule. Kwa wendelea na mafaa. Haya mzee anasema ya kwamba lakini mzee najua kabisa ya kwamba koti la babu halikosi chao. Ndio ndio hoa pagiraga nao ndio napagaga hapa. Basi studio niletee mama. Studio niletee mama mzazi wa bwana harusi. Niletee mama mzazi wa bwana harusi. Niletee mama zake na bwana harusi. Waje wadondoshe zawadi kwa ajili ya bwana harusi. Lakini pia utaratibu kidogo umebadilika na wahitaji wamama wale wapishi. Wamama wapishi mje haraka kwa ajili ya zawadi na baada ya zawadi zenu mtaendelea na majukumu yenu. Kwa hiyo tukimaliza wazazi wanakuja wale wapishi sasa. Karibu mama. Mariko Malitini Kanyenyeki na winanola opande kamie mayu bikale soka bielelwe bikale isa umayu nowewe Mariko untegele ko mayu nodo akubaka kulila kwe ile shitani kuyikolelwa unamoishi ahakaya ulo mutikolera bana bane hahadu kwane noni
bana bane nomba mwikale sisisaduhu ahenaha mleba kwangu unene nakula na mlolo bimwe mnisuge mwanukule babasaji n'abakure bapyabo sabaliza hakaya yimwe mbategeleke tidoha ya geki umuriene lisaji yaya letisaji yenta kwa naseba simenzera dimha yobomwe seba bana bane nakaja Haya, tunako zawadi kwa watoto sasa. Anaenda kutoa zawadi kwa Makwangoleja. Anaenda kutoa zawadi kwa Makwangoleja. 10,000 ya kwanza anadondosha mama. 10,000 ya pili. 10,000 ya tatu. 10,000 ya tatu hiyo. 10,000 ya nne. 10,000 ya tano, vigelegele kwa mama. Anasema bado. Anasema bado, maana ndio anaenda kuanza maisha. Anasema bado. Lakini naomba matroni washike hiyo kanga, muisome imeandikwaje. Naomba uifungue isome imeandikwaje. Inaweza ikawa imeandikwa kesho. Mkamwana uondoke. Hebu shika hapo tuisome kidogo. Hebu vigelegele kidogo akina mama. Mtekelezaji ni nani? Ni Mungu. Emyembe naefunya kwa ajili ya mayebuko urwako sugaga uyitungeye emyenda ene. Anaenda kutoa zawadi 10 ya kwanza, hiyo anadondosha. Moja hiyo. 10 ya kwanza, 10 ya pili. Utaliwiza kwa maji. Dogo. Twende kazi. Ana 10 ya pili. 2,000 ya kwanza. 2,000 ya pili. 2,000 ya tatu. 2,000 ya nne. 2,000 ya tano. Vigelegele kwake. Asante sana. Asante sana. Labda ulikuwa na cha kuongea kidogo tu cha kuwasalimia watoto. Wanone Mariko watora wakura uruwaho bagomayo nekeje wigwa mayo boko otorwa utomane bankwano koko lorona kiso narekwa kwa nanu kurage akaja. Haya, studio twende kazi. Haya. We Mariko nene naliba wako Rita kwa msuge bajanja na bavuli iteje kimuyorola wayo jogo chambwa ka binadamu wote ni sawa ishakwandeja narego lomba keki bize na samaha ntare sana nuloko hubiyaga wiyo nuro hubiyaga we abizo samaha uko kutongera izagoshika sehemu keki jaga nabire kaho narana kuchola ungi yayo kwendo yayo yatamutimanya ka maisha kimwe kirale tege ganje tulefunga ndoa ibize yakutari kukatutulomberaga nwe mayo utwererwe abankwano goko abakubimwe pinaba tofauti n'abajama bose abalimwe mu duniya bizako shikaje ya heriya neri onunganomo unene noja nene ushangwa ko bugaridu
ishinde shi faida hawa kopshi dale amba wiyo bi alama bere bungulo nale wana ke de taifa ri okole mafe na none nale amba chene wi kondera jate ke tomo ni kondera na bama ayo bi mwaba abere bathosi jeno kole lo ko ba chame ka kitore onyambunda ke unge ko bata dhuka yo agongera nene no era he na ho ni thogwe sana ke tomo di thogero na bani wi. Haya, asante studio, wape mziki wakapumzike wazee. Bwana Michael, na imani kabisa umesikiliza. Unatakiwa ujaze taifa. Ongezeni mwendo akina Mayu. Akina Mayu ongezeni mwendo. Ila lolo mkuko akangira. Haya. Studio. Twende kazi. Wakati wanasogea. Studio. Basi. Tunaenda kuna anayeongea kidogo. Aliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Uchungu wa mwana haujuaye mzazi. Tunaanzia kwa mama aliyepata uchungu. Mayongi koremeraga. Wegera yako ndo. Mayogera yako ndo. Wegera kama kidogo. Wegera yako ndo. Ya uchungu wa mama. Uchungu wa mtoto, sio mama. Ndio sinyatoni hivyo. Haya. Zawadi ya kwanza kwa mama. Kazi ngumu. Studio. Abama yobo twigisha kanoro pondo yaya. Ingamo wakoragwa. Haya sasa studio twende. Haya ni zawadi ya kwanza kwa mama hiyo. Bado sasa wanaingia penyewe. Studio. Naomba mtoe zawadi. Tunaanzia huko. Yaani nindi laki, bula laki. Teke minze muitoro, sijui muitoro. Haya, tunaenda kutoa zawadi. Tunasogeza kwanza hapa. Niwatoe. Tunaenda kutoa zawadi. Sina hicho kitambara cha kwanza. Studio. Wena galupa ma. Suti. Kitambara ki. Kitambara cha suti na kidebile. Lucas, Kireta, Ngama uye. Haya Lucas, asante ya bwana harusi. Haya, bwana harusi umeshindwa kupendeza tu.
Yaani hadi na suti. Twende kazi. Twende kazi. Bata pumzika kidogo kama sekunde 12. Twende kazi. Studio. Tunaendelea. Tatizo togero ndo kuisandala. Kariona majukumu aga tulindaga. Tuendelee. Studio wapo muziki waendelee. Wana 16. Tujaki, tuendelee. Tuendelee haki. Watulivu. Haya, studio mpe mziki. Amepigwa hiyo. Haya, mpe mziki aondoshe 10. Wameomba shilingi 10,000. Wameomba shilingi 10,000. Twende na subiri ya kwanza. Watu hawana mchezo. Hawataki michezo. Dada yetu unatuchelewesha. Studio. Dada yetu unatuchelewesha. Tupo nje ya wakati. Tutafutie hiyo 10,000 haraka. Baadaye sasa ndio uje uendelee. Najua utakuwa umejifunza. Tuendelee. Basi, studio. Naomba wake zao na makaka mwashi. 5 ya 3. Twende. Come here. Twende. Tana. Hebu nihesabia hiyo hela. Nihesabia hiyo hela. 12. 13. Haya, twende. 13. Studio unabana muziki. Utabana na hela hapo. Bana shilingi 17,000. Kanye boy. Dondosha 10 leo. Anasema sasa mjisandare kwa dakika 1. Kwa hiyo 10,000. Acha wajisandare kwa dakika 1. Wajisandare kwa dakika 1 wamedondoshewa shilingi 10,000. Wamedondoshewa shilingi 10,000. Wamedondoshewa shilingi 10,000. Studio. Bado wanakuja. Tare mwenzako. Bado mnakuja. Mkali ha. Tena na 2,200 ya mlaga jana. Kamilika. Ishuruka shumbi tu kagenda kuri rero. Nammege jeni. Tira. Nango MC Tregoro mbanango ture ruhake uke. Kore yomba dukumi. Naga. Oji togoni chani. Tulalaga. Studio hadi twende kazi. Kuna watu hapo wanahitaji watoe hela.
Hiyo ni waxi Java au ni Java hilo. Nini? Hilo ni Java. Java. Ndio hata tulinyanyua jua jwani. Halo pande hapo. Sorry, mawili ya. Amekuja mawili. Mungu inagahe niyo. Mmetokea wapi? Tumetokea wapi? Sisi chape za Kiasara tu. Haya, sio ni watu muziki. Watu muziki. Haya, zawadi ya kwanza hiyo waxi. Sijui waxi, sijui Java, sijui wagawaga. Twende kazi. Moja tu kila mtu. 1,000 mtajua wewe umeleta nini huko. Naomba 1,000 hata ikiwezekana. tumeelekea ndugu kusanya au basi mimi tuende 2,000. Sisi hatuna. Studio, naomba wape muziki waondoke. Na basi ni wapi? Awayanta batena hacha habu kenye sota. Mumana jimbe batena chao. Mai bebe mai kagata bante. Iyo. Dulu. Bicara. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mwanga umeisha. Madada zake na bwana harusi, madada zake na bwana harusi. Baada ya hapo, rafiki zake na bwana harusi tunaelekea kwenye mwisho. Nishike mkono kipenzi, wangu wewe ndo kila kitu, na leo ndiyo siku yetu. We mzuri wangu kwa wazazi, ukapita moyo wangu ukapitisha, na pasta amekubali. Je, uko single? Uko single? Yuko basi, kuna machache hapa kidogo kwa mzee wa kanisa. Basi nasimama mbele yenu kwa kumwakilisha Deus Kabalaja. Alikuwa na hali ya kiafya sio nzuri, ndio maana ameshindwa kufika mahali huku. Ndio akanituma shilingi 5,000 akamtolea huyu kijana Marco. Nasemaje? Haya, asante sana. Niletee madada zake na bwana harusi. Niletee madada zake na bwana harusi. Niletee madada zake. yuko wapi? Neymar, sogeni. Studio wape mziki kidogo, wasogea hapa. Sogeni hapa kidogo.